Unakuta mtu anakuambia yeye amekuja ameonyeshwa Tundu Lissu ni mpango wa Mungu. Alafu kuna mwenzio wa dini hiyo anaonyeshwa Rais Samia ni mpango wa Mungu. Sasa ni kuchanganya watu na kufanya watu ni wapuuzi. Sasa viongozi wa dini wajielekeze vizuri, wawe watu wenye akili timamu, wasilete maigizo kwenye mambo pia haya. Kama wameendelea kuigiza kwa huko waendelee huko, lakini huku wakija wajue kwamba sasa hivi vijana tunataka twende na mambo ya msingi. Naam, uhali gani mtazamaji, na karibu katika mahojiano maalumu na moja kati ya wadau wa siasa nchini Tanzania. Namzungumzia Mtindi Kaburu. Yeye ni moja kati ya wadau wa siasa nchini Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kile ambacho kimetufanya tuweze kumwalika katika studio zetu kwa siku hii ya leo ni pamoja na kujaribu kuiangazia nafasi ya vijana katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu ambao unafanyika Oktoba 2025. Mtindi, habari ya kwako? Bwana, salama, namshukuru Mungu. Tupo tunaendelea vizuri sana. Kwema lakini? Kwema kabisa. Sawa, karibu sana katika studio zetu, lakini kubwa ambalo tunahitaji kuweza kulizungumzia kwa leo na kuliweka sawa ni kuangalia nafasi ya vijana katika uchaguzi mkuu ambao pia mwaka huu Tanzania itakuwa ikishiriki kwenye uchaguzi mkuu. Wewe kama mdau wa siasa, nafasi ya kijana ni ipi katika uchaguzi mkuu? Ndio. Nafasi ya kijana kwa mwaka huu nadhani ni tofauti kidogo, kwa sababu kwa vyama vyote tawala, vyama vya upinzani, vijana sasa wana nafasi kubwa kuliko ilivyokuwa awali. Kwa hiyo kwa mwaka huu vijana wana nafasi, kwa hiyo ni wao wanaichukua vipi. Kwa hiyo kama tunataka kuangazia hii mada, ni vizuri sana tukaangalia sasa maana ya kwamba ya utayari wao, fursa iliyokuwepo, pamoja na usalama wao, kwa sababu ni muhimu sana kuzingatia mambo yote hayo. Kwa hivyo nafasi ipo vipi sasa katika vyama vyote? Yaani tofauti na wakati mwingine wote ipo. Kwa nini mwaka huu kuna nafasi? Mwaka huu kuna nafasi tofauti kidogo, kwa sababu Chama cha Mapinduzi kwa muda mwingi sana kimekuwa sio kwa makusudi, lakini kwa kimuundo, kimfumo, vijana wanakosa nafasi kwa sababu hawana mtaji wa fedha, na kule kuna watu tayari ambao wameshajiestablish kiuchumi. Kwa hiyo inakuwa rahisi kwa wao kufanya siasa zile. Kwa hiyo huu muundo uliokuja sasa, hata makamu Mzee Wasira ameeleza kwamba lengo na madhumuni kabisa ni kuondoa ule uwezekano wa mtu mwenye mtaji fulani kwenda kuhodhi wapiga kura. Kwa hiyo itawapa nafasi vijana, kama watakuwa na mambo ya msingi, basi nafasi itakuwepo. Kwa hiyo vyama vya upinzani vilikuwa vimeichukua nafasi hii ya CCM ya kuwapa vijana nafasi tangu miaka tu mingi, tangu vyama vimeanzishwa. Lakini nafasi hii ilikuwa ni ya CCM kabla, kwa sababu CCM ndo anashika rekodi. Sababu kwanza chenyewe ni chama ambacho ni mwendelezo wa tano, ambayo hii ilianzishwa na kijana miaka 32, Mwalimu Nyerere. Lakini pia ndo anashika rekodi. Mzee Wasira yule mnasema ni mzee, sio? Ndo anashika rekodi ya kuwa mbunge mdogo zaidi katika nchi. Nafikiri kwa rekodi hizo, sio miaka 25, sijaona wengine. Tunaona tu vyama vya upinzani vimesaidia kuwaleta watu kama wakina Zitto Kabwe 2005 miaka 29, zimeleta wakina Kafulila mwaka 2010 miaka 28, zimeleta kina Nasari mwaka 2012. Kwa hiyo ilikuwa nafasi ya Chama cha Mapinduzi mwanzo kuleta viongozi vijana, lakini baadaye hapo katikati walikuwa chama kimoja wakajisahau. Vyama vya upinzani vimekuja vikapa nafasi vijana, na CCM sasa imejiweka sawa tena. Nafasi ya vijana ni kubwa kuliko wakati wote. Kwa hiyo katika chama tawala nafasi ya vijana ipo, katika vyama vya upinzani nafasi ya vijana ipo. Ni wao sasa utayari wao, lakini pia na kuangalia mazingira mengine. Sawa, tumeiangalia nafasi ya huyu kijana ambaye tunamzungumzia hapa. Tujaribu kuliangazia hili pia jingine. Je, ni kweli hawa vijana wamekuwa wakitumika vibaya katika vyama vyao ambavyo wamekuwa wakitoka? Ukweli upo, vijana ni bahati mbaya. Wanatumika vibaya. Wanatumika vibaya sasa katika muktadha tofauti. Katika Chama cha Mapinduzi wanatumika vibaya katika muktadha mwingine, katika vyama vya upinzani wanatumika vibaya katika muktadha mwingine.
Katika vyama vya mapinduzi, Chama cha Mapinduzi ambacho ni chama tawala, mara nyingi wamejikuta wanatumika kama washabiki. Mara nyingi wanatumika kama washabiki, ambayo sio jambo zuri. Na sasa hivi tuna uongozi ambao unaelewa kuhusu mambo ya vijana kuliko wakati wote tumekuwa nao. Mara nyingi tu tangu miaka mingi wanahamasisha vijana, lakini sio kama wakati huu. Kwa hiyo huko ni kutumika vibaya kwa moja wapo. Lakini katika vyama vya upinzani wanatumika vibaya, kila mtu anajua katika namna fulani ya kutovuka au kuwa ni vyanzo vya vurugu, alafu baadaye wanapata madhara ambayo hakuna mtu anayetenda kuja kuwasaidia kutoka katika hao ambao wamewapeleka katika mwelekeo ambao hauwasaidii wala hautuvushi kama vijana. Sababu kama vijana tunapozungumza tunatakiwa tuvuke mipaka ya vyama. Tutaki kuongea kwa vyama, tunatakiwa tuongee kwa ajenda zetu. Sababu sisi ndo tunabaki. Sisi ndo tunabaki, wengine wataondoka. Ina athari mbaya yoyote kwa namna ambavyo wanatumika, kama jinsi ambavyo umesema kwamba sawa ni kweli vijana wanatumika vibaya baadhi yao? Ina athari? Athari ni kubwa. Athari kubwa kwa sababu hawa ndio watu ambao walitakiwa wajengwe, wajisimamie. Sasa wanakuta wachache sana wanapata nafasi ya kujengeka na kuwa imara. Wengine wote wanakuwa watu wa kuyumbishwa regardless na vyama vyao. Kwa hiyo hii athari ni kubwa kwa sababu tunakuwa hatuendi mbele sana, badala yake tunakuwa tuna mkwamo fulani. Kwa hiyo athari ipo. Sawa, tumeziona athari, lakini pia nataka nifahamu pengine kwa upande sasa wa viongozi wa dini, viongozi kwa ujumla, niko nazungumzia hivyo, itawajumuisha wote wa vyama vyote, lakini pia na viongozi wengine mbalimbali. Wao wana athari ipi kuhakikisha kwamba vijana wanashiriki sawa sawa katika swala zima la siasa? Viongozi wapo wa aina nyingi, lakini wote umoja wao kwamba ni viongozi wa maoni. Viongozi wana maoni yao yanasikika na vijana. Hawa ni viongozi wa siasa, viongozi wa dini, viongozi wa jumuiya, sio viongozi wa michezo. Hawa wanatakiwa wawe makini sana, kwa sababu katika siasa tayari kuna wasanii wengi katika vyama vyote. Kuna wasanii wengi. Kwa hatuna upungufu wa wasanii. Kwa wasianze tena kutoka katika maeneo yao wakaja kufanya usanii kwenye siasa. Hapana, siasa pia ni katika mambo ambayo ni sensitive, ni mambo ya msingi, ni mambo ambayo yanaweka ustawi. Kwa hiyo sasa wanapokuja mfano viongozi wa dini, anaacha mambo ya dini, anakuja kuleta mambo ambayo hasio ya akili timamu, anaongea vitu bila kujua tu, au anaongea vitu kwa kushabikia wanasiasa. Anaweza akazungumza ajenda zake, sababu viongozi wa dini ni sehemu ya nchi, lakini sio kutuletea ajenda za kushabikia vyama au kushabikia wanasiasa. Hiyo inakuwa haina afya. Mifano ipo mingi tu. Unakuta mtu anakuambia amekuja ameonyeshwa Tundu Lissu ni mpango wa Mungu. Alafu kuna mwenzio wa dini hiyo hiyo anaonyeshwa Rais Samia ni mpango wa Mungu. Sasa ni kuchanganya watu na kufanya watu ni wapuuzi. Sasa viongozi wa dini wajielekeze vizuri, wawe watu wenye akili timamu, wasilete maigizo kwenye mambo pia haya. Kama wameendelea kuigiza kwa huko, waendelee huko, lakini huku wakija wajue kwamba sasa hivi vijana tunataka twende na mambo ya msingi. Na mimi sasa sitomwacha mtu yote, nitakuwa sasa na mimi nitaacha kazi nifanye kazi hii, ili kusudi sasa kama vijana tuwe na mwelekeo ambao utakuwa na ustawi. Kabla hatujasonga mbele zaidi, tukiwa tumebakia hapo kwa viongozi, katika siku za hivi karibuni kulikuwepo na matamko kadha wa kadha kutoka kwa viongozi wa dini wakijaribu kuzungumzia kutokana na kuhusiana na swala la mwenendo wa siasa nchini Tanzania. Matamko haya kwako wewe uliyasikia, na nini maoni yako kuhusiana na kile ambacho walikuwa wakikizungumza? Baadhi ya viongozi wa dini, maaskofu tumewasikia, mashehe tumewasikia. Hii ni tiba kwenye siasa kwa hapa nchini kwetu, ama inachochea hali mbaya zaidi? Hii ni hali tu ya kusikitisha, kwa sababu watu wamekuwa hawajadili sasa mambo ya msingi, wanatumia ushawishi wa kidini. Kwa hiyo mimi sijafurahishwa na mambo. Kama nchi tumevuka katika vitu ambavyo vilitengeneza hii nchi, ni msingi wa uhuru na umoja upo kwenye nembo ya taifa.
Kwa ili uvuke huo lazima uvuke mipaka ya makabila, dini. Wakati wana introduce hii, vyama vya siasa viliuliwa kabisa, vilifutwa kisheria. Vilikuwepo mwanzo, vikafutwa katika kudumisha uhuru. Kwa hiyo vimekuja na venyewe vimetaka kutugawanya kidogo, lakini tumeenda sawa. Sasa vinataka kuvuka mipaka na kugawanyika sasa kwenda kuunganisha na dini kuwa na vyama vya siasa. Sasa hii ni mgawanyiko mbaya ambao hauna faida. Kwa hiyo mimi sioni kama ni vitu vya msingi wala ni vitu vya kuentertain. Mimi nasema tu tujielekeze. Kama umeamua kuja kufanya siasa, unaruhusiwa, si Mtanzania bwana. Ukiwa kiongozi unakuwa Mtanzania, unaruhusiwa kufanya mambo yako kama una agenda sasa za hivyo. Lakini kama unataka kuleta mambo kwamba wewe umeoteshwa au na nini alafu unaleta huku, hii sio sahihi. Hii sio sahihi. Waje kama wanasiasa wazungumze agenda za kisiasa, ongee hoja za kisiasa. Usilete hoja nyingine ambazo tumeshavuka. Yaani sisi tushavuka huko. Sasa inakuwa inasikitisha kuona mambo haya. Kuna mtu aliniambia ni sio sawa kwa viongozi wa dini kujihusisha na masuala ya siasa. Ni kweli? Sio kweli. Sio kweli moja kwa moja. Kwa sababu kiongozi wa dini pia ni mtu mmoja ambaye anaishi katika nchi. Anaweza kuwa kuna mambo yanamkera, sio? Kwa anapaswa kuja kama mtu mwenye harakati yake hiyo au mwenye dhamira hiyo kuifanya. Kwa hiyo hakuna huo mpaka moja kwa moja. Lakini kuvaa kofia ya dini halafu kuja kufanya tena siasa za nchi yetu, hapana, si tushavuka huko. Sio, ni kuanza kuleta tu uongo na unafiki. Umeona? Kwa hiyo waache hayo mambo mara moja, wakija waje kwa kofia, kama wamekuja kama wanasiasa, tuchujane, tupimane hivyo. Wapo wengine ambao unakuta anaonekana kama mfano, nikupe mfano. Issa Ponda. Yeye ni mwanaharakati wa Kiislamu. Anataka mahakama yake ya kadhi na nini na nini. Sio, kwa hiyo anakuja huko. Atafanya hiyo harakati yake. Lakini akianza kuvuka mipaka sasa naye kushabikia hawa wanasiasa ambao hata ajenda zao nakuta hata ziendani na hicho ambacho yeye sasa ndo harakati yake, unaona kabisa sasa na yeye anakuwa amepotea sasa katika mstari na hana mwelekeo anapokuwa anaelekea. Kwa kama unakuwa una harakati fulani mahususi, una agenda fulani unaipeleka katika vyombo vinavyohusika ili ufanikishe jambo, hakuna tatizo, kwa sababu ni watu, ni wa Tanzania, wana haki za ya kueleza mambo yao yafanywe kazi.